Naam, ndugu Mswahili, karibu kwenye gaya la washairi na waandishi. Mimi ni Agadias Ikoha. Leo hii nimebahatika kukutana na binti mmoja mbeja mwenye umbeja mnavyomtazama. Kwa jina la kishairi, jina la sanaa anajulikana kama Habibti K. Lakini jina lake halisi yeye mwenyewe atatujuza. Hii ni sehemu ambayo tunadadavua masuala mbalimbali kuhusiana na jinsi mtu alivyochipuka kwanza sanaa yake na anavyopiga shughuli hadi sasa. Je, amefaidika na nini kutokana na kile anachokifanya? Hujambo bidada? Alhamdulillah, nashukuru Maulana. Kibibi ama tuseme Habibti K ni nani hasa? Habibti K ni mshairi na mtunzi wa mashairi, lakini sana sana nimejikita katika kuhani mashairi. Katika kuhani. Kabla hatujaenda sana, Habibti K ndio jina halisi au kuna jina jingine? Habibti K ni jina langu la utani ambao nilipatiwa na nani ile jina wakati nikianza ushairi. Mwalimu wangu wa ushairi. Sitomtaja jina, lakini nilipatiwa na mwalimu wangu wa ushairi. Habibti ni jina tuseme la Kiarabu hivi. Habibti ni jina la Kiarabu. Linaendana vipi na sauti ya mtu? Maana imetokea kwamba kuna watu katika fani wanaitwa sauti ya kinanda, maana kwamba wana sauti nzuri. Ukisikia mtu anaitwa Malenga wa Nyaliwani, maana kwamba katika ile eneo analotokea labda yeye ni baadhi ya washairi wabobevu mno. Habibti K maana yake nini katika sanaa yako? Habibti K inamaanisha mpenzi. Then kibibi, tuseme Habibti inamaanisha mpenzi. K inamaanisha kibibi. Sasa yule mwalimu wangu aliponipatia hili jina ni kulingana na sauti yangu ilivyokuwa. Ilikuwa ikitoa nyoka pangoni hadi watu walikuwa kipendezewa, wanasema, "Hey, nimependa venye kibibi ameimba." Sasa kaona watu wanapenda kibibi, si awe mpenzi, akabidi aite Habibti K. Nikiwa mdogo, so mdogo sana lakini nikiwa mdogo, kwenye tasnia ya ushairi kuna redio moja, Radio Kaya. Nilikuwa nasikiza mshairi anaitwa Kibibi Libua. Inawezekani wewe? Kibibi Libua ni binti mwingine. Kwa ni kuchanganyika majina. Tuseme ni Somsom. Safari yako ushairi ilianzia wapi? Safari yangu ushairi ilianzia nikiwa darasa la 6. Katika mashindano ya shule za msingi. Mapema mno. Hongera. Mpaka unaingia kwenye utunzi, je, uliingia kama mtunzi au wakati unaingia kwenye ushairi uliingia kama mtunzi au uliingia kama mughani? Ukianza shairi lako la kwanza, je, ulighani au ulilitunga? Shairi langu la kwanza haikuwa shairi, ilikuwa ni wimbo. Wimbo wa watoto. Mimi pia mwimbaji. Lakini mwimbaji wa hizi nyimbo za dini. Za dini, kaswida, nashiz na patriotic songs za kusifu nchi. Kwa mtu akiwa na harusi akikualika huwezi enda? Mtu akinialika harusi ukampigia shughuli? Nishawahi alikwa, lakini ilikuwa ni shughuli ya hakika ya mtoto. So nikamtungia kaswida na ilifana. Nashukuru Mola. Maadhi yapi ambayo kwamba unapenda sana? Kuna yale mapigo ukigani shairi unahisi kama hapa ndipo hapa nimefika. Yaani ukikaa mwenyewe unafarijika na unajua msikilizaji wako ama mtazamaji wako akikutazama ama akisikia ile sauti anasikia raha. Magani ambayo kwamba mimi nayapenda sana. Kuna huyu binti wa Kipemba, ni wa Zanzibar. Anaitwa nani huyu mtoto? Jina lake nimelisahau, lakini ni binti wa shule fulani huko Zanzibar. Anapenda kughani kusifu shule yake, mara amesifu Mama Samia. Sasa yale mahadhi yake yamenifanya mpaka yani nikisikiliza hivi nasema natamani niwe kama huyu mtoto. Nashaelewa. Kwa ni mtoto. Ni mtoto, mimi ni mtu mzima, lakini sasa amenivutia kutokana na ule uimbaji wake. Kwa maadhi yenyewe unaweza ukatokea katika ubeti mmoja hivi freestyle? Moyo umenitulia kuona we my dear, kipenzi cha roho yangu, muhibu wa ini langu, na kupenda paka basi jiamini wewe wangu,
Kweli wewe namba 1 nimeuteka moyo wangu. Kazi kuntu kweli. Kibibi, nani ambaye wewe unamtazama kama mtu ama kama gwiji wako kando na huyo mtoto uliomzungumzia? Kama gwiji wangu. Kama gwiji, kuna magwiji kama kina Mwinyi Bokoko, tuseme kikosi kizima cha Kaya, najua ulikuwa kikifuatilia pindi unakuwa akina mtoto rangi ya pesa. Vipi wewe, yupi ambaye kwamba wewe unamuenzi, ukimtazama unasema kwamba huyu ndio mtu ambaye kwamba mimi nimekuwa nikimtazama na nafurahia anapogani anapofanya shughuli zake? Katika wasanii hao ambao umenitajia, sidhani kama nafahamu hata mmoja. Sababu sijawasikia, lakini kwa Mwinyi Bokoko nishawahi kumsikia Kihani na Hassan Khan, lakini bado si mtu ambaye namtizama kwa kweli. Katika mabanati ambao namtizama sasa hivi, nani? Mimi mwenyewe. Wewe mwenyewe? Ni mimi mwenyewe kusema ukweli, sababu kila leo nikipata sauti mpya mwenyewe anafanya najighania. Ama mimi mwenyewe nianza kutafuta sauti nifanye zile harmonies. Nishapata sauti ya nini? Ya ushairi. Naandika chini shairi langu, nenda na sauti yangu, sifati mtu yani. Ufati. Nikikupenda sasa pengine nikufuate, lakini kama sijakupenda najifuata mimi mwenyewe. Nafsi yangu itakavyoniambia ndio hivyo sasa. Kuna chuki. Si chuki, ni kwa sababu siwafuatilii, ushanielewa? Najifuatilia mwenyewe. Nikae chini niandike ushairi, lakini kusikiliza mtu si sana. Kwa hiyo kujiamini. Kujiamini. Kibibi, kipindi unaingia sekondari au umetoka tuseme hilo darasa la 6, 7, 8, 9 ama 8, unaingia sekondari, mwalimu ambao unamuenzi. Hapo watu ambao kwamba tumekutana na walimu akwambia wewe katika ushairi hakuna mahali unakoenda, shughulika na jambo nyingine. Labda ushaipatana na changamoto kama hiyo? Nilipoingia sekondari hatukuwa na mambo na talents. Kule kwa ni kusoma peke yake. Tulikuwa na principal mkali sana, alikuwa akiitwa Mr. Karaja. Sitomsahau kwa sababu gani? Alitujenga katika mambo na masomo. Na ndio maana yani nitasema aliniboresha zaidi katika elimu na wala si kwenye talanta. Na nashukuru kwa hilo, sababu sasa hizi nimesomea vitu vingine. Alhamdulillah, nashukuru. Kuna watu kule nje wanasema watu alisoma yule. Ningekuwa nilikazana kwa mashairi, kuna mtu angenisifu kweli? Hakuna. Lakini nashukuru sasa hizi naambiwa mtoto watu ni msomi. Hata kama sikusoma, sijafika mbali, lakini taambiwa ni msomi. Lakini mwalimu ambaye nitasema nitapata shukrani ni Mr. Musili. Huyu mwalimu alikuwa mwalimu wangu wa primary wa Kiswahili. Alikuwa na kienzi sana Kiswahili. Lakini nashangaa kwa nini walimu wa bara ndio wanaenzi Kiswahili kuliko hata walimu wa coast. Ushaelewa? Kule coast watu tunakiona kama ni lugha yetu ya tumezaliwa nayo. Lakini mwalimu wa bara ni yule akwambia, kumbe huyu msichana ako na sauti hivi. Huyu lazima tumshikilie mkono. Sasa ilibidi aniandikie mashairi, anaambia kuna shairi nataka unekee sauti. Kibi kuna kitu fulani nataka unifanye. Sasa kwa darasani tukiingia kuna vitabu vya Kiswahili, Kibi atapitia mashairi ambayo atakuwa ameandikwa kwa nini? Vitabu. Sasa kwa kinipatia ile hari na hamu ya kutaka kuendelea kufanya shughuli ya mashairi. Lakini nilipoingia sekondari, ya Rabbi, sijui nitasema nini, masomo kwenda mbele. Sifa zote hizi unazopata mitandaoni, labda kwenye kurasa zako za mitandaoni, tuseme labda Facebook, TikTok, unakabiliana nazo vipi kama mshairi? Tuseme mtu akukusifu, baada ya kukusifu anafuatisha mambo mengine, wewe unakabiliana vipi na hizi changamoto kwenye mitandao ya kijamii? Sana sana niko upande wa TikTok, na pia sijajijenga zaidi kwenye ushairi. Nimekazana na kazi zangu maalum tu tofauti. Ushairi mwenyewe naimba tu time ambao nitapata kwenye makongamano, ni wapi, lakini sijafikiria kujiangaza kwenye mitandao. Pengine shairi moja na pia nikipost sipati comment mbaya. Ni zile nzuri, mashallah na sauti, na imeishia tu hivyo. Una like, mambo yanaishia tu hapo. Hakuna mambo mengine. Kando na ushairi, nadokezwa kwamba wewe ni mwanahabari. Nani ambao kwamba unamtazamia katika wanahabari? Nani ambao umekuwa ukimtazama? Nani ambao umekuwa ukivutiwa naye katika shughuli zako za wanahabari? Kwenye shughuli zangu za wanahabari nimewatazama wengi sana. Unajua toka nikiinukia utoto wangu nimeona watangazaji wengi, Sifika, Tajika, wenye sauti zao. Yule ambaye kwamba anakuguza roho akianza kutangaza, kama ulikuwa unafanya shughuli zako unatulia, unatuama, unamtazama ama unamsikiliza? Agadias ni wengi. Ni wengi sana. Hamna bora zaidi? Bora zaidi nitasema ni
kiupande sasa wajua kuna watangazaji tofauti tofauti. Kuna watangazaji wa dini, kuna watangazaji wa vitengo vya habari. Kwenye kitengo cha habari nitasema ni Lulu Hassan. Lulu Hassan ni mwanamke ambaye kwamba amenivutia sana kulingana na mavazi, sauti yake na yule ujasiri alionao. Shapata ana ujasiri mkubwa yule mwanamke. Na ningetaka kuwa kama yeye sababu yuko na vitengo tofauti tofauti. Si mwanahabari tu lakini pia kuna mambo mengine ya nje ambayo kwamba afanya nini? Anashughulika. Sasa nataka kuwa mwanamke kama yeye. Basi kama unataka kuwa mwanamke kama yeye utaanza na kupanda kuchagua pia mwanahabari mwenza. Maana wale anapiga shughuli vizuri, si unajua ninachokizungumza. Najua unachokizungumza, lakini mimi nataka kuwa kama Lulu Hassan. Na pia sitaki kuwa kama Lulu, nataka kuwa zaidi ya Lulu Hassan. Pale ambapo amefikia niwe juu yake, lakini kuhusiana na mambo na uhusiano wake wa pembeni na mume wake hapana. Hayo angalia. Yale wale wenyewe shazoeana. Wanahabari una changamoto gani upande wako kama mtoto wa kike? Wanahabari una changamoto nyingi sana, usani kwa mtu ambaye kwamba ni mkia sasa. Kwa si mabanati ambao tunaingia tuko katika hii tasnia ya utangazaji, utaingia pengine katika station fulani watakwambia yapo kuna sauti nzuri lakini lazima ukuwe na connection ama uwe na mtu ambaye mnafahamiana kiundani. Bila hivyo ndugu yangu utaishia tu kuhangaika na vyeti vyako bila usaidizi wowote. Unawapatia vijana unawapatia ushauri gani vijana ambao kwamba wanainukia katika taaluma ya ushairi na taaluma ya wanahabari? Vijana ambao kwamba wanainukia katika tasnia ya wanahabari na wale ambao kwamba pia wako na talanta ya ushairi, ningewaambia wasivunjike moyo. Kila kitu ni ujasiri wako katika moyo wako, kwa sababu unapojitolea ukasema kwamba mimi niko na malengo fulani mbeleni, upasi kuvunjika moyo. Sababu huwezi jua pale mbele nani ambaye anakutizama na nani ambaye kwamba anafanya nini, anakusikia. Kuna leo na kesho. Pengine nimeingia katika kazi ya utangazaji, hakuna mtu ambaye kwamba ananiona. Kuna mitandao mingi siku hizi, kuna TikTok, kuna Facebook, kuna Instagram. Zile kazi zako ambazo kwamba utakuwa unafanya, si unazianika pale. Wengi watakuwa wanaziona. Huwezi jua kuna mtu pengine atapenda kazi yako aseme huyu si amemshinda mtangazaji fulani mahali fulani, wacha nimchukue huyu nimreplace huyu. Lakini sisemi kwamba tunafaa kureplace mtu, hapana. Lakini juhudi yako unastahili kufanya kuipigania popote utakapoingia. Hata kama utaambiwa kuwa mfanyikazi wa kufagia ofisi, wewe kubali tu. Huwezi jua sauti yako ile kuongea tu saa hizo useme hebu ngoja nipige story na Agadias. Lakini Agadias ana sauti ya redio huyu. Wewe amekoka kaza nini? Ya ufagiaji. Lazima utakwenda mwambia bosi aseme Agadias bosi astahili katika kile ambacho kwamba anakifanya. Anastahili kuwa sehemu fulani. Na hapo utakuwa umejitoa ndugu yangu. Lakini kusema kwamba mimi eti mimi nasoma utangazaji sijui miaka 3 sijui miaka 4 afu mfanye kazi kufagia, hapana. La hasha, hatuendi hivyo siku hizi. Kidogo tukimaliza nikurejeshe nyuma kidogo. Ukiwa mwambao unasikia kwamba kazi za wanahabari zinawafaa mwambao. Lakini ukija katika tasnia yenyewe halisi unakuta wabara wametawala hii taaluma ya wanahabari. Hilo unalizungumzaje? Wabara wametawala katika kazi ya kazi ya wanahabari. Tuseme maripota, wengi yani wanahabari kwa ujumla wengi. Unajua kwa nini? Tukienda Mombasa, tukienda hizo sehemu za pwani. Pwani watangazaji wa kinani wa kimwambao ni wengi sana. Lakini tukija sehemu za bara, watu wa mwambao tumepatiwa shoki kubwa sana. Kwa sababu ya nini? Lugha tunayoongea, lahaja tulionayo, alhamdulillah ni nzuri, yavutia mpaka wasikilizaji. Lakini tuko na chuki sisi wenyewe kwa wenyewe. Ataona huyu mimi nimeingia Nairobi saa hizi mwenyewe nafanya kazi sehemu fulani, hapa amekuja mtoto mwingine kutoka Mombasa tena hajachukua choo changu. Unajua saa hizi sauti ndio tofauti tofauti. Wewe na sauti yako na yangu hazifanani. Yako huenda ikawa ni bezi, yangu mwenyewe ni hiyo soprano, anapiga kelele kweli kweli. Alafu pengine kuna wasikilizaji ambao kwamba anapenda sauti ambayo ni ya Kiriku. Kiriku wenyewe kisikia wasema nyoka, sauti ya kutoa nyoka pangoni. Sasa wale wengine ambao wameingia wametutangulia huwa hawapendi kuona kazi zetu. Wanatubania na ndio maana tunarudi chini. Lakini kwa watu wetu wa bara wenzetu hawana ile wivu kwamba eti Agadias ameingia tumbania, hapana. Wanabeba ni wa kwetu huyu. Unaingia job. Si ni wa kwao. Lakini sisi wa kwetu tunafanya nini? Tunamkanyaga. Hebu wapatie watazamaji neno lako la mwisho tukifunga. Watazamaji mimi ningependa kuambia tu iwapo uko na kipaji cha ushairi au uko na ama ile hamu ya kufanya kitu fulani,
ni utangazaji, ni ualimu, nini. Usivunjike moyo. Sawa, najua economy ni mbaya sasa hivi, hadi ile fee ama karo ya shule sasa hivi zimepandishwa. To an extent hatuwezi peleka watoto wetu maskuli ama nini. Lakini sio ni kitu ambacho kitakufanya wewe uvunjike moyo useme siku hizi basi elimu ya Kenya haina maana. Hapana. Ni wewe kujipigania. Kuna mimi Habibti K, mama yangu maskini alikaa miaka akisubiria mtoto wake aingie kwenye kazi ya utangazaji, amuoni kwenye kio. Lakini havunjiki moyo, wajua kuna kesho mwanangu atakuja fanya nini? Atakuja kuonekana kule mbele. Sio hiyo kupatia moyo. Kwa hivyo pia nyinyi msivunjike moyo. Muwe na moyo wa subra na kujituma. Kujituma ndio ngao ya wewe kujifanya kutoka. Ni hayo tu. Na mpenzi mtazamaji, nashukuru kwa hayo machache ambayo tumezungumza na Habibti K. Ameyasema mengi, amezungumzia ari ya utangazaji, amezungumzia kujituma, amezungumzia changamoto. Ni mwandishi, ni mwana na pia ni mwanahabari. Amejikita katika taaluma 3 tofauti na vipo vipaji ambavyo vipo kwake hajavizungumzia. Majaliwa tunaweza kutana tena kwa wakati mwingine. Kwa sasa tunasema kwa heri.